Amjambo watazamaji wa CiaMeru TV. Karibu kwenye siasa. Mimi ni Godfrey Mutiga. This is our weekend show and today we are focusing on women in leadership. Our guest today, the Honorable Joy Karambu Muthogi, serving as the current MCA, Kisima Ward. She has been elected twice since 2013. She is now serving her second term in office. We want to discuss about women leadership and what she has been able to achieve so far as a woman and what challenges she has faced in the course of her leadership. Karibuni and thank you for subscribing to CiaMeru TV on Facebook and CiaMeru TV on YouTube. Mheshimiwa Joy Karambu Muthogi, karibu kwenye siasa. Asante. All right. Thank you. You have been elected twice in a row. Quite a stunning achievement as a woman. Yeah. Maybe you like to tell Kenyans and the people of Meru, what are your strengths? Nini ilikufanya ukachaguliwa mara ya pili? Asante. Naam. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Joy Karambu Muthogi. Mimi mwakilishi wa Kisima Ward. Nilichaguliwa mwaka wa 2013. Yes. Na 2017. All right. Lakini kabla ya hiyo kulikuwa na by election. Kulikuwa na kifo ya D1 moja alikuwa anaitwa Councillor Kimonye. Okay. Kukakuja na by election. Yes. Sasa nikajaribu by election lakini nikafeli. Nikawa nambali ya pili. Wakati ilikuwa inaitwa Kirimara Ward. Okay. So kutoka hapo ndio nikaingia tena kwa siasa. Kulipokuja na ugatuzi. Yes. Nikachaguliwa kama MC wa Kisima Ward. Tukaendelea kule mbunge na nikuwa na chama ya APK. Okay. Chama ya bas, chama ya Keraito Murungi. Baada ya hiyo tulipoingia katika uongozi ule wa Governor Peter Munya. Yes. Nilingangana sana kusaidia watu wangu na zaidi kukopa na serikali yenye ilikuwa nayo ilikuwa ya Governor Peter Munya. Okay. Na niliona nikienda Mulama ama nikienda Kombo sitaweza kufaidisha watu wa kwangu. Okay. Na kwa hivyo hata wakati wengine walikuwa wanatoka kwa chama ya Munya hii ya PNU, mimi nilibaki pale tu sababu nilijua nguvu yangu ama uwezo wangu utatokana na yule governor aliyekuweko. Yes. Ili niweze kukapsha mirandi kwa wakati wa kumaliza malisia 2016-15 kwa sababu ningelitoka singepata yale maendeleo. Okay. Na hiyo ilipatia nguvu zaidi. Kwa sababu wengine walipokosa kuwa na good relationship na governor kwa wakati huo, wengine walichapwa viboko sana. Ama wengine hawakupata usaidizi wa the government wakati ule. Na hiyo ilinipatia nguvu zaidi, nikaweza kujenga ECD classroom upande wa Ngaridari, nikajenga daraja moja inaitwa Kameriadheri, nikaweka culverts. That was in your first term now? Yeah, first term sasa. Okay. Na kuna barabara moja ilikuwa imekataliwa kufunguliwa kabisa, yenye ilikuwa imefungwa na hawa wazungu. Yes. Ebore Farm. Na hiyo pia nikasaidiana na wazee wa area ile, tukaweza kufungua hiyo barabara inayoleta ushukuzi kutoka kwa Mount Kenya, mahali wa mama wa baba wanaenda kulima na hata kupeleka ng'ombe kule na kutafuta maji. Kwa sababu hapo awali watu hawakuwa wana uwezo wa kuingia kule. Lazima uende uache cheti yako pale kwa gate kwa mzungu ili ukubaliwe kuingia. Hiyo pia ikanipatia mileage kubwa sana. Na mambo na kupigana na zile utilities, yes, ama public lands, yeah, pia hiyo ilinipatia kipaumbele sana. Kwa sababu tulipokuwa tunafanya na yule governor, yes, aliniweka nguvu sana. Kama kuna ile public land imenyakuliwa, tulikuwa tunajaribu kuirudisha. Kama vile Mbujo Cattle Dip, yes, tumeirudisha. Sasa hizi tunajenga dispensary pale. Kuna ingine tumerudisha hapo Dunia na zinginezo. Na pia pale Soboiga, ile hospitali yenye tumejenga pale haikuwepo. Hiyo shamba ilikuwa imenyakuliwa, watu wakajikatakatia maplots. Okay. But recover na tukaanza kujenga hospitali. Na kwa sasa hivi Governor Keraito Murungi amesaidia sababu tumeweka already dawa na watu wanaendelea kukunya. Naam, Honorable Joy Karambu. Yeah.
Ni nini kilikusukuma kuingia kwenye siasa huo mwaka wa 2013? Asante. Hapo awali nilikuwa kiongozi wa kina mama katika vikundi za Kenya Women. Yes. Kwa kanisa nilikuwa kiongozi wa kina mama. Na ikawa na msukumo mkubwa sana. Yes. Huyo diwani alipoaga, watu wakaja wakanianza kuniambia, tafadhali si unaweza jaribu hii. Sasa nilikuwa mwokovu na hata saizi mimi mwokovu. Nilikuwa naogopa sana kanisa ikose kunikubalia. Lakini nilipoenda nikaongea na wazee wa kanisa pamoja na pasta, walinikubalia. Na pia yale yenye nilikuwa naona hapo awali, mambo na kupeana basari za watoto, wengi wa watoto walikuwa nalia sana, pamoja na wazazi wakijaribu kuomba ile basaris, haipatikani. Pia barabara zetu hazikuwa zinapitika. Na hata maji jameni ilikuwa shinda. Na kukuwa na kiongozi yeyote yule alikuwa amejitokeza kama kina mama ama mwanadanda. Mimi nikajikakamua na nikasema nitasimama ili niweze kusaidia wakina mama na kila mtu na kila jamii ya familia. Okay. Sasa kabla hujakuja kwenye uongozi, ulikuwa na msukumo wote wa kutaka kutatua shida za wakazi wa Kisima? Sana. Kwa sababu kulikuwa na watu wengi wafanyikazi wa farm kama Siraji, farm nyingine inaitwa Tima, Rudonyo. Na kama mimi nimelelewa katika farm, babangu alikuwa ameajiliwa farm ya Rumarik. Kwa hivyo tulikuwa tunashinda nyingi sana zenye tulikuwa tunapitia. Hata ukijaribu kwenda kuomba basi unaambiwa wewe ni mtu umeajiliwa ama uko kwa farm fulani. Ama kama wewe uko kwa mtaa, haungepata nafasi yoyote ile. Kwa hivyo nikawa na msukumo na nikaona kusema kweli watu wamerudi nyuma, wenye hawana usemi, hawana mtu wa kuwasemea. So vile nilikuwa niko tu kwa mtaa pale Ngusishi Market, na pia nimezaliwa katika farm, nikaona lazima niwajibike ili nisaidie wale watu wanyonge. Naam, sasa kufikia sasa umeongoza wakazi wa Kisima for this is now the second term, right? What as the MC, what have you been able to achieve? Can you like put it in a nutshell? What have you been able to achieve so far? Vizuri. Ni mengi, hata nikijaribu kusema. Just in a nutshell. Okay, asante. Kwa kifupi tu. Hapo awali, wenye walikuwa wanaja kuajiliwa kwa farm, hawakuwa wanawekewa ile kibao ama hawakuwa wanajua ni siku gani watu wanaajiliwa. Lakini ilisukuma hao wazungu wakawa wako na ile memo ya kusema ya kwamba tarehe fulani watu watakuwa wakiajiliwa. So watu wanakuja hapo hivyo kama ni tarehe 15 wanaajiliwa. Kwa hivyo kupitia uongozi wako watu waliweza kupata kazi. Exactly. Na wamepata siku rasmi yenye watu wanaajiliwa. Kupitia kwangu hata miradi ya maji mingi yenye watu walikuwa wanasumbuka sana. Tumechimbua boreholes nyingi kadhaa. Tumechimbua maritati. Watu wa mtaa wanakunywa maji na hata wa reserve. Tumechimbua maji pale Ntirimiti na watu wanaendelea kukunywa maji. Kisima hadi hakukuwa na polytechnic hata moja. Lakini sasa hizi tuko na polytechnic pale Ngusishi Polytechnic. Hapo awali watu wa Mutonyi hawakuwa na dispensary. Walikuwa natoka all the way from Mutonyi ndani huko, wanaenda hospitali Kirua, wanaenda Isiolo ama wanakuja Nanyuki. Sasa hivi tuko na hizo hospitali nzuri sana hapo hivyo Mutonyi na hata Soboiga. Na mambo na youths, wengi tumewasaidia, wamepata cheti ya bodaboda, cheti ya licenses. Licenses za watu wa bodaboda. Mwaka wa 2018 nilijaribu kuwapeleka driving school, wengi wakapata wenye walikuwa wanataka. Unajua uwezi ukasukumia wote wenye hawataki. Na pia wamama wale the widows, nimejaribu kuwawekea mbuzi za kukamua. Wengi wamepata mbuzi na nikawahimiza ya kwamba mbuzi ikizaa wanajaribu kupatia wenzao. Kama imezaa kwangu napatia mama mwenzangu mwenye ni amefiwa na bwanake ama watoto yatima. Kwa hivyo unatuambia kwamba what a man would have done, you've done even
better. Exactly. What a man can do, a man can do better. Okay. So mimi naweza jivunia niseme yale yenye mwanamume anaweza fanya, naweza fanya hata zaidi. Na nimejaribu. Na si ya kwamba tunajaribu kukejeli wanaume. Tunajaribu tu kuambia tunaweza kujaribu pia na kuweza kama wao. Kwa sababu sisi ni tuna usawa moja tu. Okay. Shinda ni nguo tu, mavazi. Okay. Mheshimiwa, kuna mipango unayo kwa hiki kipindi ambacho kimebakia kabla ya uchaguzi? Ninayo mingi. Ninayo mingi na najua siwezi nikayamaliza yote. Kuna barabara kadhaa zenye watu wanalalamika ya kwamba hasijawekwa maram, hasijachimbuliwa upande wa Ngaridare, upande wa Ntirimiti. Kuna barabara kadhaa zenye ninapaswa kulima na niweke maram na hata Subuiga. Pia ninajaribu kung'ang'ana sababu nimeweka pesa kiwango cha 6.7 million. Okay. Najua hapo awali governor alikuwa ametuahidi ya kwamba atakuwa akitupatia 20 billion per year. Kila financial year. Lakini vile tumeenda, vile COVID imekuwa nyingi, amereduce zile pesa zikawa sasa 10 million. Okay. Na kwa hiyo 10 million ninatoa 3 million ya bursaries. Hiyo ingine 7 million wajaribu kuweka kwa mambo na sports. Unaweka kwa barabara, unaweka kwa gender, kwa department za health. Pia ninajaribu hiyo. Nitangangana pia nihakikisha ya kwamba tumejenga ile hospitali kwa pale Mbujo, Katrodip. Nitajaribu pia nione kila shule tumejenga ECD classroom. Okay. Na pia ile mostly ile kitu tuko nayo changamoto kubwa kama saizi, tunapaswa kupatiana pesa za bursaries. Okay. Kwa wale watoto wenye hawana nguvu, hawana uwezo, wenye hawana wazazi. Lakini changamoto ni kwamba tulipotangaza ya kwamba watu wasajili zile form, wasajili bursaries, kila mtu ame-apply. Kila mtu. Na sasa haujui ni nani huyu, sababu ni form tu inakuja kwako. Chief amesahihisha ya kwamba huyu ni mkaaji wa Ngusishi, ama ni mkaaji wa Tirimiti, ama ni wa Kisima. Na kwa hiyo wewe tukihesabu zile forms zote ni zaidi ya 2000. Okay. Na tuko na 3 million. Okay. Sasa ni kumaanisha ya kwamba mtoto mmoja atakuwa akipata 1000. Okay. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na tusipowapatia pia watasema ya kwamba tumewakataza. Okay. Sijui ni kriteria gani tutajaribu kutatua hilo, juu hiyo ni changamoto. Changamoto nyingine kama mimi mwanamke ama mwanandanda, hata kama tunasema tuzingatie ile jadaru, ile ya 3/3, hiyo pia kuna wakati mwingine haifuatiliwi. Okay. Kama wakati tunaenda assembly, tukishamaliza uchaguzi, unaona MCS wanaume wanajipendelea sana. Hata viongozi wa chama wanapendelea sana wanaume. Okay. Kama ni service board, unakuta hakuna representation ya lady. Unakuta ni wanaume pekee. Kama ni chairpersons, hakuna nafasi unapatiwa. Hiyo ni changamoto, unajaribu kupigana na wao, lakini wakati mwingine inashindikizana. As an elected MCA, and especially being a woman, what are the challenges? You are talking about a few challenges that you faced. What are some of these challenges that you feel you faced in the course of your leadership? Asante. Challenge ya kwanza, mara ya kwanza kabisa 2011 vile nilikuambia, kulikuwa na by election. Nilikuwa mjamzito. I was expectant. Okay. Na wakati huo wengi wao walipogutuka ya kwamba mimi mjamzito ama I'm expecting, walinipiga sana. Mabarua zikaandikwa kwa barabara, zikaambiwa ya kwamba huyu anaenda kujifungua, msimpatie kura. Na mimi kwangu wito wangu ilikuwa kwenda kufanya kazi. Hata sikuwa najua kama niko na mtoto, ama sikuwa najua ya kwamba niko na I'm expectant. That is 2013. Yeah, 2011. Okay. 2011. Okay. Hiyo ni changamoto ya kwanza yenye hawa wakina mama wandogo, the young ladies, wenye wanaingia kwa mlengo wa siasa wanapata. Kwa sababu unaweza kuwa ni msichana wa miaka 30, nataka kuingia kwa siasa na ndio wakati tu ameoleka na nataka
kupatiwa kura. Okay. Lakini sasa kama ni mjamzito, wengine watamwambia wewe hatutakupatia kura. Wengine watamwambia wewe kama umeolewa hatutakupatia kura. Wengine watakwambia wewe kama haujaoleka, hauna bwana, hatutakupatia kura. Okay. Hizo ni zile challenges kubwa sana zenye wakina dada wanapata. Okay. Na pengine kama mwanadada hauna uwezo wa kutembea jioni, ama hauna uwezo wa kuwa na gari, unapata hiyo kama pia challenge kubwa, kwa sababu wanaume wao watazunguka jioni usiku wakiomba kura, ile tunaita door to door campaign. Okay. Na hiyo inatakikana sana kama jioni, na especially kama upande huu wa kwetu wale watu wengi wameajiliwa. Sasa hata ukizunguka tu mchana hautawafikia wote. Yes. Jioni hautaweza kutembea kwa sababu wewe ni mwanadada, unaogopa kukamatwa na wanaume, unaogopa kufanywa dhihaka zozote zile. Okay. Kwa hivyo hiyo pia ni challenge kubwa sana kwa wakina dada. Pengine wewe ni Mkristo. Kama wakati hiyo nilikuwa nimeanza siasa zangu, wengi walikuwa wananichukua mimi huyu ni dada wa kanisa. Okay. Sasa wanafikiria nikiingia katika ulengo wa siasa, mimi kama mwanadada utaingia kwenye mchezo mchafu. Na nitatupa bwanangu. Ama nitatupa kanisa. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto. Lakini kwa hayo yote nijaribu kuongea na watu wangu, tukaelewana na nikafaulu. Okay. Na hata wale wenye walikuwa nafikiria kwamba vile nimetembea sana kuomba kura 2011, pengine naweza pata mtoto akiwa si normal, hayuko strong. Mungu alinijalia tu nikapata mtoto mzima na mtoto kijana. Okay. Na akiwa kabisa mzima, kwa sababu tulipiga kura Alhamisi ya juma kama hili. Alafu hiyo next juma lingine nikajifungua. Ilikuwa a difference of 7 days. Wow. Ni Mungu tu aliniokolea hapo. Karibu nipate mtoto kwa barabara nikiomba kura. Okay. Yeah. Mheshimiwa, ulikuwa unazungumzia changamoto pale katika bunge. Hizi ni changamoto gani ambazo ulikuwa unazungumzia? Changamoto ni siseme, unajua wanaume watakuja wakiwa wengi katika kule mbunge. Na kuna zile committees zinaenda kupigua kura. Kuna kamati ya maji, kamati ya education, kamati ya transport and infrastructure. Hizo kamati zote kama 20. Hizo ni na kamati 20 zinataka chairman kama 20 pekee. Yes. Na vices 20 pia. Okay. Na tuko wabunge 45 County Assembly ya Meru. Sasa kama ni wewe mwanadada uko hapo pekee, kama hauna nguvu yoyote, kama hauna usemi, hautaweza kuwa na jambo la at least kuambia hawa wa jamaa at least wa kusupport upate chairman, hauwezi ukapata. Okay. Na pia hiyo ni challenge kubwa, sababu kama umefika pale ukuwa mwanadada, si kusema ya kwamba umeenda pale kihorera hivyo, ama hauna nguvu yoyote. Umepelekwa pale na electorate wako na wanaona uko na nguvu, na kwa minajili ya hiyo unapaswa pia upatue kitu mzuri. Okay. Kama County Assembly ya Meru, last assembly tulikuwa na speaker Kaberia ni mwanaume. The deputy speaker ni mwanaume, alikuwa Gideon Kimari. Kwa hii assembly pia tuko na speaker Kaberia na the deputy speaker ni mwanaume pia. Unaona hiyo pia ni shinda kidogo. At least tungelikuwa na mwanaume alafu na vice wake awe ama deputy awe mwanadada. Lakini ili swali pia ni muhimu. Wewe kama pengine mwakilishi wa Kisima ward, na unasema pia wewe ni mwanamke, sawa? Kuna umeweza kupigania uongozi wowote pale, ama umeweza kupata uongozi wowote pale katika bunge? Last assembly Mungu amenitunukia anyway. Okay. Nilikuwa chairperson wa barabara. Ile ya 2013 mpaka 2017. Nilikuwa nasimamia mambo na uchukuzi na ujenzi wa barabara. Lakini wale wenye tulikuwa na wao wengine walijaribu lakini hawakuweza. Okay. Tulikuwa wachache tu kama chairperson. Sababu regime ya kwanza tulikuwa elected wa mama 5. Lakini muhula huu tukaelektua wakiwa wawili. Watatu wakang'olewa. Tukarudi wawili. Lakini kwa bahati mbaya tu mwenzangu aliaga, Eunice Karegi. Sasa nimebaki peke yangu. Ukisikia kwa Kiagu hizi sidhani kama kuna yule mwanadada anaomba kura. So wakati tulipokuja nilikuwa nafikiri tutakuwa kama wanadada 10, sasa tutakuwa tumeongezeka, hatukuongezeka. Kwa ile board
Nilikuwa mimi kama mtu wa PNU. Yes. Nimeomba sana. Niweko kwa ile service board. Niwe nikiwakilisha chama ya PNU. Lakini ilishindikizana sababu sikuwa na mtu wa kunisukumia. Okay. Nilikuwa peke yangu. I was the only lady elected kwa PNU party. Yes. Out of the 13 members wenye tumekuwa re-elected. Okay. Yeah. All right. Mheshimiwa, kuna wale akina dada na wanawake ambao wanataka kuingia kwenye uongozi hasa kwenye siasa za kuchaguliwa. What is your advice to those women who are aspiring to be elected as leaders? What is the starting point for such women? Yes. Sure. Starting point ni kujitokeleza tu kwa uwanja. Na lingine nalo lazima uwe na jina nzuri. Na hiyo itaangaliwa paka your background, mahali penye umezaliwa, wazazi wako, vile umekuwa, shule zenye umeenda, mahali penye umefanya kazi, uongozi wenye umekuwa umesimamia, kama umesimamia vizuri ama vibaya, mambo na bwanako, mumekaa namna gani na bwanako, na hata watoto wako. Hiyo lazima itaangaliwa. Okay. Lingine nalo ni kuambia wakina mama wasikose kusimama, wafikirie ya kwamba ati katiba itakuja uwasimamishe. Ama wafikirie ya kwamba kuna mtu atakuja kuwapatia pesa. Pesa sitapatikana kama hata kidogo. Kwa hivyo hakuna uongozi wa bure. Lazima wangangane. Hawatapatiwa. Lazima ungangane. Juu kura zitahesabiwa. Yes. Kama vile za mwanaume zinahesabiwa. Yes. Hata zako mwanamke zitahesabiwa vile tu. Kama ni kwenda kuchapa kampeni ni the same. Kama ni kungangania chama ni the same. Yes. Hautafanywa ati ufanywe favor, uwezi ukafanywa hiyo. Sababu hata wale wenye chama watajaribu kusikiza nani yuko kwa ground. Kama ni chama hiyo ya UDA, tasikiza nani yako kwa ground, wampatie cheti. Kama ni chama ya TSP ya Kiojori, watatafuta nani yako kwa ground. Kama ni PNU, kama ni chama ya Kiraito ya inakuja, wataangalia nani yako kwa ground. Kama utakuwa umechapa ground yako vizuri, watajaribu kutafuta. Lakini kama utanyamaza hivyo tu nyumbani useme mimi watu wanajua mimi ni mama na wanajua mimi ni mtu smart, nimesoma, niko sawa, hawatakuja kutafuta. Okay. Lazima utachukua hatua. Okay. Kwa hivyo ungetaka kuwapa changamoto gani hawa kina dada? Ungetaka kuambia nini? Wajue si rahisi. Na haijakuwa rahisi kwako pia. Haitakuwa rahisi. Na hawatapatiwa kama cake, si hot cake. Naam. Mmepata usaidizi wote kama viongozi akina mama na kutoka kwa serikali kuu na pengine serikali ya county? Is there any support that you've been given? Hakuna favor. Hautapatiwa ati project sababu wewe ni lady. Utangangana tu. Uwe ni national government. Yes. Utaenda tu upige milango kama mwanaume. Hautapatiwa ati tuhurumie huyu tumpatie hii. Yes. Uwezi. Utangangana tu kwa sababu kila mtu anataka. Yeah. What do you think about the current performance of the county government now that you're an MCA? Yeah. Hiyo ni ngumu, tunaweza irate, lakini I'm not able completely to say vile imefanya kazi, the comparison yake na the current one, the last regime. Kwa sababu hata nikijaribu kusema pengine itasemekana tuko na COVID. Okay. Ama nikijaribu kusema wakati ule ulikuwa mzuri ama wakati huu ndio mzuri, sitaweza sana. Okay. Watu wale wako kwa ground sasa, kama wale watu wako Kisima ward, pengine watajaribu kukompea zile mirandi nilifanya last time na ile mirandi nimefanya wakati huu. Yeah. All right, we are going to elections in the next 10 months or so, right? Are you going for a re-election? Yeah, absolutely. Absolutely. Sana. Na niko ndani kabisa. Nilikuwa nimefikiria ningeenda kwa higher position. Yes. Lakini kuna hii circular yenye IBC imetoa ya kwamba kuna zile at least pesa unaweza kuwa na a budget kama unaenda kugombea kiti ya MP, ya women rep, ya senator, ya governor, ya president, kuna zile pesa wameweka kiwango. Kusema kweli sina hizo pesa. Na hata zaidi
kuna yale majukumu nilikuwa nimepeana kwa watu wa Kisima ward. Yes. Bado sijakamilisha. Kwa hivyo lazima tu nirudi kwa kiti ya MCA niweze kukamilisha ile miradi. Alafu kama next time nitafikiria kwenda mbele. Yeah. Alright. Kwa sasa hivi nitawania kiti changu tu ama nitadefend MCA yangu. Alright. Your final word to the people of Kisima, what are you telling them? Yeah, final word. Ni washukuru sana, niwaambie watu wa Kisima wadi ninawapenda zaidi ya chochote kile, na nitaendelea kuwafanyia kazi kwa roho yangu yote, kwa wema na kwa uwazi, bila kuwa na kwenda mlama ama kujificha. Itakuwa transparency na nikuwa na accountability kubwa sana, kwa sababu sina wengine, wao ndio wamenipatia kazi. Nitawawajibikia usiku na mchana. Wakiniita nitaenda niwaitike, na ninawaombea heri na fanaka. Hata wakati kuko na COVID, najua kuko na changamoto kubwa sana, especially wale watu wako katika mashamba ya wazungu. Kuna wakati walikuwa wamesimamishwa wengi, wakakosa kupata pesa vile ilivyokuwa inafaa. Kwa wale watu wakondesha mitaa, wengi wanasumbuka sababu hawajalipwa pesa za mtaa. Hivyo pia ninaomba Mwenyezi Mungu hili janga la corona liishe, ili watu waendelee kwa biashara zao vizuri. Najua hata mambo na huku kwetu ni mambo na viazi. Najua kuko na changamoto kubwa sana. Tulikuwa tumejaribu kuweka ile packaging ya 50 kg, lakini pia imeletwa ni kama imeletwa changamoto na wale wa biashara wako kule juu. Wakaleta stakabadhi ya kusema ya kwamba wameweka a petition ya kwamba waendelee kuchona viazi na extended bags. Hivyo saizi tunaona viazi watu wanaendelea kuchona na extended bags, na tulikuwa tumejaribu kuleta 50 kg. Pia hiyo tutajaribu kung'ana tuone ya kwamba tumerudisha ile 50 kg. Tusemesane na serikali kuu na hata serikali ya counties. Na tukiomba governor wetu Kiraito Muronge na Peter Munya, sababu nasikia kama saizi wanaongea wajaribu kuhimiza ya kwamba tuendelee kushona viazi na 50 kg. Lingine nalo ni wanafunzi wasome vizuri, na wale wamemaliza shule, wale wamefanya graduation pia wasijaribu wengine kujiharibia sifa zao kwa kuingia kwa siasa kama hawana nguvu, sababu watajiharibia their reputation. Mtu ajaribu aone kama wewe umehitimu kwa walimu, kwa udaktari ama kama lawyer, Mungu akusaidie upate kazi vizuri, kwa sababu it is more fashionable. Hii yetu tu ni ya muda. All right. Yeah. Asante Mheshimiwa. Asante. It's been a pleasure having you on Siasa. Thank you. We hope to see you in your various endeavors as an MCA. Thank you very much. And even as you complete your second term. Thank you. We wish you all the best in your endeavors. Thank you very much. Asante. kwa CiaMeru TV. Yeah. Asante, pongeni sana. Okay. Yeah. Thank you very much. That has been our weekend show on Siasa. We were hosting the MCA representing Kisima ward, Joy Karambu Muthogi. This weekend, our weekend show, we are talking about women in leadership. This has been CiaMeru TV. This has been Siasa, hosted by Godfrey Mutiga. And thank you so much for your continued support in subscribing to CiaMeru on Facebook and CiaMeru TV on YouTube. Thank you very much. See you next time. Asante.